labda dunia ilikuwa ina kitu fulani kadha wa kadha, ya subhanallah, Mwenyezi Mungu akaamua kutuumba sisi binadamu na kutuleta hapa duniani kuja kujaza hayo mapungufu. Hasha wa kalla, hayo si malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malengo ya Mwenyezi Mungu ya kila ibada Mwenyezi Mungu kuileta, ibada hiyo itakuwa ina malengo makubwa, na malengo yake makubwa ni kumtoa mtu katika hali yake na kumpeleka katika hali ya ushamungu. Ndio maana Allah kasema la'allakum tattaqun, kwamba hii funga inakwenda kukutengenezeni ili mpate uchamungu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wanavyoni wanasemaje nini maana uchamungu? Ma maana taqwa? Uchamungu wanavyoni wanasema, wa kwanza Sayyidina Ali anasema uchamungu maana yake kwamba mtu katika maisha au katika uchamungu maana yake jambo la kwanza uishi katika hofu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alla yaraka Allah Subhanahu wa Ta'ala fima nahaka, yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyokukataza Mwenyezi Mungu asikuone. Kama Allah amekataza dhulma, Allah anakuona katika dhulma. Kama Allah amekataza zina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikuone katika zina. Kama Allah ameharamisha riba, Mwenyezi Mungu asikuone katika riba. Kama Allah ameharamisha kwamba mtu kufanya aina yoyote ya maasi, Mwenyezi Mungu asikuone huko. Hii ni moja miongoni mwa alama za nini? Za uchamungu. Na jambo la pili, maulama wanasema kwamba Mwenyezi Mungu pia asikukosi katika kila alichokuamrisha. Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala amarana bis-sala, Mwenyezi Mungu ametuamrisha kusali, lazima tufanye nini? Tusali. Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala amarana bis-sawmi, Mwenyezi Mungu ametuamrisha kufunga, fa alaina an nasuba, lazima tufunge. Kwa nini? Hii ni moja miongoni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amarana, Mwenyezi Mungu ametuamrisha, ni lazima tuyalete kama Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha. Hii ndio maana nini ya uchamungu. Kwa hiyo Sayyidina Ali akasema uchamungu al-khawfu min al-jalil, kwanza ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, wal amalu bitanzih, jambo la pili kuifanyia kazi Qur'an. Jambo ambalo sisi Waislamu leo kuifanyia kazi Qur'ani hatuifanyii Qur'an, kwamba kazi Qur'ani leo hatuifanyii sisi. Qur'ani tuibakiza tu, ya subhanallah, labda kuhukumiana katika masala ya talaka, kuhukumiana katika masala mirathi, labda wengine wakaenda kufanya jambo kadha wa kadha, na leo tumebakiza Qur'ani kuitumia katika baadhi ya kazi tu, kwamba labda amefariki mtu, tumekwenda tumefanya Qur'ani tumemsomea, wa hadhul majarra ala anna hadhihi masalih ikhtalafa fiha ulama, katika masala ambayo yakhtalifiana wanani wanazuoni, kwamba sisi tunaona kazi ya Qur'ani ni katika baadhi ya mambo, lakini Qur'ani lazima iwe kama ni istishara fi hayatina, lazima Qur'ani iwe kama ushauri katika maisha yetu. Kwa nini? Na ndio maana Sayyidina Ali akasema kwanza wal amalu bitanzil, kwamba lazima kila Muislamu aifanyie kazi Qur'ani. Kuifanyia kazi Qur'ani ni nini? Qur'ani ukiifanyia kazi katika maamrisho yake, ukiifanyia kazi katika nini? Makatazo yake, ndio ile la'allakum tattaqun, ule ucha Mungu utakuwa umepata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo la kwanza anasema al-khawfu min al-jalil, kwamba jambo la kwanza katika ucha Mungu lazima tuwe na hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira, kila mmoja ajue kwamba katika jambo lolote, tukio lolote tunalofanya, jua Mwenyezi Mungu ni basira. Mwenyezi Mungu anaona, Mwenyezi Mungu anakuona, na ile unalolifanya Mwenyezi Mungu analidhibiti, na hesabu yake utaikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lazima tuishi na hofu ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiishi na hofu ya Mwenyezi Mungu, nini tutapata? Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, yule ambaye mwanadamu atakayeishi na hofu yake Allah, akaizuia nafsi na yale ambayo yanayoivutia nafsi kwenda kufanya maasi. Ya subhanallah, ukiwa na hofu na Mwenyezi Mungu, kama nafsi itakwambia kuiba, nafsi itakwambia hapana, nisiibi kwa sababu Allah ananiona. Ukiwa na hofu na Allah, ya subhanallah, yule mwanamke unayemchukua ili ukafanya naye zina, wallahi hofu itakwambia ya akhi alkarim, unakwenda kuzini, wa rabbuna subhanahu wa ta'ala yutalli alayka, unakwenda kuzini, Mungu anakuona. Hofu itakwambia huwezi kufanya. Ukiwa una haki ya mtu, hofu itakwambia fulani inma taakulu haqqa fulani ibn fulani, hii haki ya fulani unaila. Kwa hiyo ile hofu itakukataza, maana yake na kule kukatazwa na hilo utakuwa umeingia katika maana ya ucha Mungu. Fa amma man khafa maqama rabbih, amma yule ambaye ni hofu kwamba ipo siku atasimama katika kisimamo chake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nafsa 'anil hawa,
akaizuia nafsi na kila kinachotamanisha. Hakuna mtu ambaye sitamani ya subhanallah maasi, la ilaha illa Allah. Mwana ngapi unapita unaona mabinti wazuri, ukiingia sehemu kuna watu utakuta wanakula nyama choma, kuna watu utawakuta hapo katika mabaha, kuna watu utakuwa wanakunywa pombe, kuna watu wanakunywa kila aina mabaya. Yote yale ni maasiya, lakini yawezekana nafsi ikawa inatamani, lakini nafsi ukaizuia kwa sababu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule kuizuia nafsi kwa sababu ya Allah, hii ndio maana la'allakum tattaqun, maana yake unaingia katika maana ya nini? Ya ucha Mungu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kuna mambo ambayo nafsi inavutiwa, lakini mtu kayakataa kuyafanya hayo mambo.